Tarehe 25 ya mwezi Juni kila mwaka, dunia huwakumbuka wahudumu wa bahari. Ni siku ya kukumbuka, kufikiri na kushukuru. Siku hii si ya sikukuu za shangwe, la hasha. Ni siku ya heshima. Ni siku ya kutambua mchango wa watu wanaotoweka kwenye upeo wa macho, lakini maisha yetu hujengwa juu ya kazi zao. Ni siku ya kimataifa ya wahudumu wa baharini. Kwa mara ya kwanza ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 2011. Wahudumu wa baharini ni watu wanaofanya kazi za ndani ya meli. Si abiria, sio marubani wa ndege. Hawa ni watu wanaoishi na kufanya kazi baharini kwa muda mrefu. Wanajumuisha marubani wa meli, wahandisi wa injini, wapishi ndani ya meli, mafundi, wafanyakazi wa usalama za usafirishaji na wale wanaosimamia upakiaji na upakuaji wa mizigo baharini. Hawa ni watu wanaoishi kati ya maji na upepo. Wanaamka alfajiri kuona jua linazaliwa katikati ya maji na hulala usiku wa giza nene bila kuona ardhi kwa siku nyingi. Familia zao huwa mbali, maisha yao yamefungwa kwenye usafirishaji wa dunia, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya 90% ya biashara ya dunia hutegemea usafirishaji wa baharini. Chakula kinachopatikana, mavazi yanayovaliwa, mafuta yanayowasha magari, vifaa vya ujenzi, dawa za hospitali, karibu kila kitu kinachozunguka ulimwengu kwa namna moja ama nyingine kimetoka mbali, hasa kwa usafiri wa meli. Lakini wale wanaosafirisha mizigo hiyo si waandishi wa habari kama nilivyo mimi, sio wanasiasa, sio watu wa hadhara, ni wahudumu wa baharini. Na kwa muda mrefu walikuwa hawatambuliki. Sauti yao haikusikika, mahitaji yao hayakupewa kipaumbele, haki zao zilisahaulika. Na hiyo ikawa ni sababu kubwa ya International Organization for Migration, IOM, kuianzisha siku hii muhimu na adhimu ili kuhakikisha unatambuliwa kama sehemu muhimu ya mfumo wa dunia, ili kuhakikisha sheria, haki na usalama wao vinawekwa mbele. Siku hii hutumika kuhamasisha mataifa kuboresha mazingira ya kazi kwa wahudumu wa baharini. Hutumika pia kuelimisha jamii kuhusu changamoto wanazokutana nazo. Wakati mwingine hupata ajali, wakati mwingine huugua baharini, wengine hujeruhiwa vile, na wakati mwingine wanapitia huzuni na upweke usiokuwa na kifani. Kwa nchi kama Tanzania, siku hii ni muhimu sana. Tanzania ina mwambao mrefu wa bahari kama Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Ina taasisi kama chuo cha bahari kinachofundisha vijana kuwa mabaharia. Ina fursa ya kuwa kitovu cha usafirishaji katika Afrika ya Mashariki. Serikali na sekta binafsi zinapaswa kuona kuwa siku kama hii si ya kusherehekea tu, bali ni ya kutathmini, kufikiria na namna muhimu ya bahari inavyoweza kuwa sehemu ya ajira inayotambulika. Ni siku ya kujiuliza, tumewatendea haki wahudumu wetu wa baharini? Siku hii ni ukumbusho kwamba bahari sio maji peke yake, ni barabara kubwa ya uchumi. Wahudumu wa baharini sio watu wa kawaida, ni mashujaa wanaobeba dunia bila kelele, wanaotoa huduma kwa ustahimilivu wa kipekee. Leo tunapoitazama bahari, tusione tu upepo na maji. Tuone pia macho ya msaidizi wa injini anayekesha ndani ya joto kali. Tuone mikono ya mpishi anayewatayarishia wenzake chakula baharini. Tuone mshikamano wa wahudumu walioko mbali nasi, lakini kazi zao ziko karibu na kila mmoja. Siku ya kimataifa ya wahudumu wa bahari ni wito wa kutambua utu wao. Ni nafasi ya kutazama mbali kwa jicho la shukrani. Ni siku ya kusema kwa unyenyekevu na heshima, asante kwa kazi yenu. Kumbuka, bahari ni ya watu wote, lakini kuna waliomo humo kila itwapo leo, wale wanaofanya kazi kwa niaba ya dunia nzima. Leo ni siku yao, na kwa hakika hawapaswi kusahaulika. Hii ni Simulizi na Sauti. Mimi ni Franki Kashonde. Una maoni gani kuhusiana na siku hii muhimu na adhimu? Je, una ndugu, una rafiki au mtu wako wa karibu yeyote ambaye ni mhudumu wa bahari? Usiache vile kupakua app ya SnS Premium kwa ajili ya kupata mambo mazuri yanayokufikia kila itwapo leo.